Utofauti mkubwa kati ya firstborn na lastborn ni ukomavu. Firstborn wamekuwa kukutana na majukumu kwamba nao wewe uangalie wadogo zako, mama ametoka ameenda kujibishirisha wewe pika, amekutana na kwamba wewe ukitoka shule hizo homework za wadogo zako hakikisha zimefanyika, hakikisha nguo za wadogo zako zimekuwa. Yaani amekuwa akikutana na hayo majukumu. Yaani hakuwahi kuyachagua lakini amekutana naye. Na lastborn yeye amekuwa akipewa option kwamba unaweza ukafanya usifanye lakini bado kuna mtu ambaye atakaye kubackup. Na hii tunaiona hata kwenye maisha ya kawaida. Firstborn wakikua ni watu ambao unaweza ukamkuta sehemu kamuuliza, "Hivi hichi kitu umefanya muda gani?" Namna ambavyo akili yake ilivyopevuka. Anamuuliza, "Hivi kwenye hii ndoo uko muda gani?" Anaweza kumwambia miaka 2 lakini ukiangalia anafanya vitu vya mtu ambaye amekaa kwenye ndoo miaka 5. Kwenye biashara namna ambavyo anawajibika kwenye majukumu ya familia. Mpaka unajiuliza, huyu ni mtu ambaye tayari ameshakuwa na watoto au bado? Hiyo ni nguvu ambayo firstborn wako nayo. Na ni watu ambao hata kwenye maisha ya kawaida, yani ni watu ambao they are so strong. Maybe strong yao inakuaga kwenye macho lakini moyoni wanatamani kuna mtu aangalie, lakini mimi nataka tuongelee ukomavu wa firstborn. Na ndio hiyo inakuja kwenye maisha. Ukomavu kwenye maisha unakuja kwa aina tofauti. Kuna ukomavu ambao unakuja baada ya kupewa majukumu, kuna ukomavu ambao unakuja baada ya kupitia maumivu, kuna ukomavu ambao unakuja baada ya wewe kuvunjwa moyo, kuna ukomavu ambao unakuja baada ya kupata nafasi kuipoteza alafu baadaye kuja kuipata tena. So like the experience ambayo unayokuwa nayo inakuwa ni tofauti. Ikiwa umefika kwenye hatua ambayo unahitaji kukomaa, hakikisha umemaster ukomavu. Kwa sababu nimeshuhudia mimi watu wengi sana wamepoteza nafasi ambazo wamezipata. Watu wengi sana wamepoteza familia ambazo wamezipata. Watu wengi wamepoteza ule upendo, undugu wa watu ambao wamewapa baada ya wao kujifanya kwamba yani hiki kitu bado siwezi kuimaster. Yani hicho kitu. Umeingia kwenye familia ambayo leo umekutana ina watoto ambao tayari ni umeingia kama stepmom. Ukishaingia stepmom unahitaji ukomavu wa kuwa stepmom. Otherwise utatoka. Umeingia kwenye ofisi ambayo tayari kuna mtu ambaye alikuwa kwenye cheo chako, alikuwa na elimu, alikuwa anafanya mambo makubwa. Hakikisha kwamba wewe na wewe unafanya mambo makubwa kwenye hiyo ofisi. Umeingia sehemu yote ambapo umekuta kuna historia ya mtu ambaye alishafanya wonders kwenye hiyo nafasi ambayo. Hakikisha una ukomavu ambao utakao kusaidia kupiga hatua. Otherwise atakuja mkomavu mwingine na atakupiga teki na utaanguka. Ukomavu hakuna mtu ambaye anapewa certificate kwamba umekomaa. Ukomavu unakuja baada ya matukio. So hakikisha kwenye kila tukio ambalo unapitia linakukomaza ili uweze kupiga hatua nyingine. Ukifika sehemu ambapo inapokuhitaji wewe kuwa mkomavu alafu kawa teke, just know that kuna vitu vingi ambavyo utaviona na utafikiri kwamba watu wanakuwa unfair kwako. Lakini sio kwamba watu wanakuwa unfair kwako. Ni kwa sababu umekataa kukomaa katika hicho kitu. Sijajua kama itamsaidia mtu, lakini ukishinda kuelewa relate kati ya firstborn na lastborn, alafu utaelewa maana.